Hivi unajua maana ya ashawo? Ashawo ni mwanamke anayejiuza. Hii movie inavyoanza tunamuona huyu mrembo anaitwa Kezaya. Kezaya ni ashawo, na hapo alikuwa anamdai mteja wake hela, amelala naye usiku kucha na bro anagoma kumpa hela. Basi wanajibizana pale na Kezaya anamwambia usiponipa hela anapiga kelele. Bro anamwambia basi poa, panguya nikupe. Basi Kezaya alipomalizana na mteja wake huyo akawa anarudi nyumbani. Na hapa tunamuona anahubiri injili, anasema tubuni, ufalme wa Mungu karibu. Na anamuona Kezaya anakuja. Anamfuata Kezaya na kispika chake huko anamwambia, mzinzi wewe, acha uzinzi. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Huyu Naomi ni dada yake na Kezaya, na anajua kama ndugu wake ni ashawo. Anamfuata hivyo hivyo huko anamuita mzinzi. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mpaka wanafika nyumbani. Anamkuta Debora. Huyu Debora kwa kifupi wanamuita Debbie, ni mtoto wa pili, kwa maana yake kwamba Naomi ni wa kwanza, Debbie wa pili na watatu ni huyu Kezaya. Debora anamwambia Kezaya, wewe kuja hapa, jana umelala wapi? Naomi naye anadakia hapo kwamba Biblia inasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume. Kezaya anadakia hapo hapo. Shikamo kaka. Sorry. Shikamo dada. Unanichanganya, nashindwa kuelewa kama wewe ni dada au wewe ni kaka. Basi wanaanza kujibizana pale na mama yao anatoka ndani anawaambia mtakuja kuniua nyewe watoto mkiendelea hivi. Basi baadaye Debbie anaenda kwenye mishemishe zake na anakutana na rafiki yake huyu, wanakuwa wanaongea na Debbie anakuwa analalamika siku hizi biashara ziendela hamna, hakuna kazi, yani tunakaa tu. Rafiki yake anamwambia basi tungemwomba msaada Chief Romanus. Deborah alivyosikia jina la Chief Romanus akawa amekasirika. Anamwambia wewe, nishakwambia sitaki kusikia hilo jina kabisa kwenye masikio yangu. Na unabati kwamba wewe ni rafiki yangu. Yaani usingekuwa rafiki yangu ningesha kuharibu hiyo sura sasa hivi. Huyu Chief Romanus ni nani? Na alimfanya nini Debbie mpaka Debbie hataki kumsikia? Karibu kusikiza simulizi hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii movie inaitwa Trouble for 3 kutoka kwa Uchenna Mbunabo. Huku Naomi yupo kazini kwake. Huyu ni fundi nguo na yupo na mteja hapo, anamwambia funika mwili binti, unatembea uchi. Hili ni hekalu la Bwana wa majeshi. Anamwambia nimeleta gauni lipunguze, nataka liwe fupi, sexy. Anakataa, anamwambia hawezi kufanya hiyo kazi. Hawezi kufanya kitu ambacho kinapelekea anasa. Basi yule mteja anaondoka. Baadaye Naomi ameenda kwenye mazoezi ya kwaya, na kama kawaida akimaliza mazoezi yeye huwa anafundisha neno kidogo ndo anafunga mazoezi. Wakati anafundisha neno kuna jamaa hapa alikuwa anamwangalia kwa macho ya tamaa sana. Sijajua ni nani. Kezaya kama kawa yupo anatangaza biashara yake kwa mteja. Debbie anamkuta na anawafurumusha kisha anamkimbiza yule jamaa, lakini hakumkamata. Mama yao anaenda kwa pasta kumueleza kuwa watoto wake ni matatizo kila kukicha. Mmoja ni tomboy, mwingine ni ashawo, mwingine ni mkubwa lakini kuolewa hataki. Kila mwanaume anataka kumoa, yeye anamkataa. Pasta anamwambia kesho nitakuja niwafanyie maombi na kabla sijaja nitakupigia simu. Basi kweli kesho inafika na pasta anaenda na anawaombea mmoja mmoja. Debbie anaona kama pasta anampotezea muda tu, na pale inapofika zamu ya Kezaya, kwanza ananyanyuka na anaangusha mtandi wake chini makusudi. Anajinamisha kuokota mbele ya pasta. Pasta anachanganyikiwa. Debbie anamshangaa, kwani huyu ameuka au vipi? Kezaya ameshamtamani pasta na tayari pasta ameshaanza kuingia kingi. Basi pasta anaanza kumwombea Kezaya, na Kezaya anamtegetega pasta na mwangalia kwa macho ya tamaa, anamrembulia. Na pasta anaanza kuomba, lakini baadaye anakwama na anaamua kumalizia maombi hapo. Lakini baada ya kumaliza maombi, pasta anawaambia kwamba kesho Kezaya aende ofisini kwake kwa ajili ya maombi special, yani amfanyie deliverance. Kezaya anafurahi sana, anajirusharusha na mama pamoja na Naomi wanafurahi, lakini Debbie ashajua mchezo mzima. Akawa anaangalia sema hivi, kwani wana akili au vipi? Yani waone kabisa Kezaya na pasta walivyokuwa wanaangaliana, alafu bado wenyewe wanafurahia. Siku inayofuata mama anampeleka Kezaya kwa pasta, na pasta anamwambia mama aende kupumzika, yeye atamfanyia Kezaya maombi wakiwa peke yake. Kezaya anamwambia pasta, twende nyumbani kwako tukafanye maombi, huko kanisani mimi siwezi, kuna baridi sana. Lakini pasta anakuwa kama anakataa, na Kezaya anamwambia kwani unaniogopa? Hebu niangalie machoni, sasa hivi tuongee kama watu wazima, wewe unaniogopa? Pasta akawa anajingatangata pale, lakini mwishowe pasta akaingia mtegoni na wakaenda nyumbani. Na hapa tunaona tayari Kezaya ameshamwangusha pasta, na pasta mwenyewe anafurahia, anamwambia hakuna mwanamke nimewahi kumpa zaidi yako hapa mtaani, njoo basi tuongeze cha mwisho. Kezaya anarudi nyumbani usiku huko akiwa ameshika Biblia yake, na mama yake anamwambia ilikuwaje? Anamwambia njema mama, najisi mwepesi sana, pasta amenitoa mashetani yote, yani ameniombea round 2 za nguvu. Mama yake anafurahi mno.
Basi Debbie yupo kibaruani na huyu mama anamwambia alime hilo shamba atampa 10,000. Debbie anakubali, lakini baadaye anaanza kujilaumu. Hivi nimekubalije mimi kulima hapa kwa shilingi 10,000? Eneo kubwa hivi. Lakini hamna shida. Akawa ameanza kulima. Debbie akiwa anaendelea kulima, huyu dogo anakuja. Ni mtoto yule mama mwenye shamba. Amekuja kumletea Debbie hela yake. Akawa amemtupia 5,000. Debbie akamwambia dogo, mbona dharau? Afu mbona 5,000? Na kati nimekubaliana na mamako hapa ni 10,000. Dogo akawa anamjibu dharau. Basi Debbie akamshughulikia, akampiga vibaya mno. Kezaya naye yupo na Mubaba, anapewa sasampa baada ya kufanya kazi nzito sana. Ghafla mke wa Mubaba anawafumania. Kezaya anatoroka kwa dirishani. Wakati Maza analalamika kwa mzee, mwanae anakuja akiwa na makovu ya kupigwa. Anasema Debbie amempiga. Mamake anasema afu huyo mdogo wake ndo nimemfumania na baba yako hapa sasa hivi. Sasa twende kwa nyumbani kwao nikawaonyeshe maana ya kufunzwa na ulimwengu nini. Basi mama akawa ameenda na mwanae kwa kina Debbie. Alipofika akawa anamwambia Debbie kwamba nimemfumania mwanao na mume wangu, alafu bado wewe umempiga mwanangu. Wakati wanabishana pale, huyu mama akawa amemtukana mama yao na Debbie. Debbie akapanic vibaya mno, akawashushia kipigo. Tena alimshushia mama kipigo. Huyu mtoto alivyoona mama yake anapigwa na yeye akakimbia. Basi wanarudi nyumbani, mama anatoka damu mdomoni, wamepigwa vibaya mno. Na mwanae wa kike anakuja anamwambia mama, Naomi ameharibu nguo yangu. Twende tukamshughulikie. Mamake anamwambia hapana. Nimetoka kupigwa sasa hivi na dada yake. Wewe kamshughulikie wewe mwenyewe. Wewe kwa nani kakwambia upeleke nguo kwa Naomi? Huku Kezaya alikuwa anaenda kwa pasta kuombewa siku inayofuata. Akiwa kwenye harakati zake anakutana na jamaa mmoja tajiri. Na jamaa anamwambia ingia kwenye gari tuongee. Wakapiga story, jamaa anamwambia sasa tutaonana. Nitakutumia location nilipo na kuachia namba zangu za simu hizo utanitafuta. Kisha Kezaya anamwambia sawa mimi kuna sehemu nawahi. Akamwambia poa. Kezaya akaondoka kaenda kanisani kwa pasta. Sio kanisani by the way, nyumbani kwa pasta. Hapa tunaona Debbie anamtafuta Kezaya na anamuuliza mama yake na dada yake Naomi kwamba Kezaya yuko wapi. Wanamwambia Kezaya ameenda kwa pasta kwa ajili ya maombi. Anawaambia hivi nyinyi hamjui kama Kezaya na pasta hamna maombi yanayofanyika pale. Ni mambo ya kijinga tu. Wakawa wanamkatalia. Yeye akaamua kuondoka. Na huku tunaona Kezaya na pasta kama kawaida wapo kwenye shughuli pevu. Mechi kama mechi. Na kumbe Debbie alikuja ili aone hayo maombi yanayoendelea. Anafika akawa anajaribu kusikilizia kwa sauti kwa mlangoni lakini akawa asikii. Akaamua kuingia na mlango. Alivyoingia ndani anakuta Kezaya yuko juu ya pasta. Oho, pasta alikula kipigo kimoja hajawahi kupata maisha yake yote. Kezaya kuona hivyo akatoroka akakimbia, akakutana na gari akalisimamisha. Kumbe ni yule jamaa aliyekutana naye before kabla hajaenda kwa pasta. Yule jamaa akamfungulia mlango, Kezaya akaingia kwenye gari. Akamwambia nini shida? Akamwambia hamna, kuna kakaangu dadangu. Sasa Kezaya akawa anachanganyikiwa, yani asemi kaka asemi dada. Alikuwa anataka kuniua, hapa ndo nimekimbia. Akamwambia sawa, unataka nikupeleke wapi? Akamwambia nipeleke popote tu. Wewe nipeleke hata kwako au hotelini popote tu. Akamwambia basi sawa. Na huku Naomi yupo ibadani anawafundisha vijana wenzake kama kawaida, lakini ghafla anasikia kizunguzungu. Yule jamaa anamsaidia na anakaa chini, lakini baadaye wakawa ibada imeisha, wakawa anamwambia nini shida? Naomi akasema yani siku hizi nisijisikii sawa kabisa, nasikia kizunguzungu, nachoka sana, nalala sana, nasikia kichefuchefu. Yule bwana anamwambia una uhakika sio mimba hiyo? Naomi anasema hapana, sio mimba, ni malaria tu. Ni siku ya mwisho tumekutana mimi na wewe, sikuwa kwenye siku za hatari. Halo, kumbe huyu jamaa ndo baby wake na Naomi. Basi akamwambia kama ni mimba ufanye utoe mapema, mimi sina mpango wa kufunga ndoa na wewe. Naomi anamwambia lakini sio uliniambia tutaoana, huu ndo muda sahihi mimi na wewe kuoana. Akamwambia hapana, ni kama una mimba wewe fanya tu utoe, mimi sina mpango, nataka kuwa mwanamke mjamzito mimi. Anarudi nyumbani akiwa na stress sana, na Debbie anawaambia yeye pamoja na mama kwamba amemfumania Kezaya na pasta. Mama yake anauliza kwani Kezaya ameenda wapi au umempiga Kezaya? Akamwambia hamna, alikimbia mwenyewe. Akamwambia mimi namtaka mwanangu. Basi baadaye Naomi anapima na anaona kama ana mimba, analia sana, na Debbie anamkuta pale akiwa analia na anambembeleza, anamwambia sorry, Kezaya atarudi tu, hajafariki, ni mdogo wetu, atarudi, usilie hivyo. Anambembeleza bila kujua kwamba kinachomliza sio kuhusu Kezaya, bali kinachomliza ni kitu kingine kabisa. Naomi anaenda nyumbani kwa bebi wake kumwambia kama ana mimba, na anamkuta mwanamke mwingine. Wanabishana pale, na mwanamke anamwambia kama unadhani wewe atakuoa, sahau mama, wewe katoe tu hiyo mimba au mtafutie mtoto baba mwingine. Naomi aliumia sana. Kezaya hana habari na anakula zake bata na kijana, na anaambiana kwamba uliniambia utanunulia iPhone 17 tukishalala, tayari mimi nimeshalala na wewe, sasa hiyo iPhone 17 vipi? Bro anamwambia relax, ngoja niongee na simu hapa mara moja. Bro anatoka kwenda kuongea na simu, na Kezaya anatoka anamfuatilizia nyuma kwenda kumsikilizia.
Wakati anaongea bro anasema kwamba yapata mtu wa kumtoa kafara hapa, ndo nataka nimlete sasa. Kumbe huyo bwana alikuwa anatafuta sadaka ya kutoa kafara. Basi bidada aliposikia hivyo akasema sorry, akawa anakimbia. Kile jamaa akawa amemkimbiza na kumkamata. Nini kiliendelea hapo? Na huku tunaona kituo cha ukaguzi wa magari na askari wamesimamisha gari, wanamwambia aonyeshe leseni. Kisha wanaonyesha leseni na anamwambia basi kafungue buti tukague gubu. Akajaribu kuwahonga ili wasifungue buti, lakini maaskari walikataa na wakamshusha chini kwa nguvu, wakaenda wakafungua buti na wanamkuta Kezaya. Kumbe jamaa alikuwa ameshamkamata Kezaya, amweka kwenye buti tayari kwenda kumpeleka kutolewa kafara. Kezaya anafanikiwa kurudi nyumbani na jamaa anakamatwa. Kezaya anapofika nyumbani anahadithia yote yaliyomkuta na anasema mimi sirudi tena. Hii kazi siwezi kuifanya tena. Yaani kidogo leo ningetolewa kafara. Siku zinaenda na mama yao anazidiwa, anapelekwa hospitali na inahitajika milioni 24 kwa ajili ya matibabu yake. Alitakiwa kufanywa operation. Lakini huku tunaona pia Naomi alitoa ile mimba. Walikuwa wamekaa hapo nje wanamlaumu Naomi, kwa nini umetoa hiyo mimba? Kwa mfano labda ungekufa. Kwa laumiana pale na baadaye wakawa wanapanga namna ya kupata hela kwa ajili ya kumsaidia mama yao. Wakawa wamekaa sana wakasema hapa mtu ambaye anaweza kutusaidia ni Chief Romanus. Chief Romanus ana share za baba yetu. Baba yao alikuwa akifanya biashara na Chief Romanus na kuna hela nyingi za baba yao zilibaki kwa Chief Romanus na aliambiwa awape wa watoto watakapokuwa wakubwa. Na alikuwa akiwasaidia lakini kwa masharti sana. Hivyo wakawa wamepanga waende kwa Chief Romanus, waende wakamuombe hela kwa ajili ya matibabu ya mama yao. Wanafika kwa Chief na wanamuomba msaada. Chief anawaambia, nimeshawasaidia sana na mwishoni mlinionyeshea dharau. Hivyo iwezi kuwasaidia tena. Wanajaribu kumuomba lakini anawafukuza, anawaitia walinzi wawatoe nje. Baadaye Debbie anarudi ili amfanyie Chief fujo. Na Chief anawaita walinzi wake na wanamtoa Debbie nje. Debbie alipigwa sana. Anarudi nyumbani na makovu. Wenzake wanamuuliza nini shida? Akasema mimi nienda kwa Chief kumuonyesha kwamba atumtegemee yeye sana. Yeye sio Mungu. Basi wakiwa wanaongea pale akamwambia kwa nini unamchukia sana Chief? Debbie anasema, Chief nilipokuwa na miaka 16 alinilazimisha kulala naye. Akasema kwamba nimevaa nguo ambazo zinaonyesha maumbile yangu, hivyo umbo langu zuri limemvutia, ameshindwa kujizuia. Akanilala na mimi manake alinibaka. Natokea siku hiyo sikutamani tena kuvaa mavazi ya kike kwa sababu alikuwa anaonyesha maumbile yangu. Ndio maana navaa mavazi ya kiume ambayo maumbile yangu hayaonekani kabisa. Na pia naongea kama mwanaume ili nisimtamanishe mwanaume mwingine yoyote. Waliumia sana kwa story hiyo. Na Naomi naye anasema Chief ndiye alinitoa msichana wangu. Chief ndio mwanaume wa kwanza kulala naye. Mama alikuwa akiniagiza kwenda kuchukua fedha za matumizi na nilipokuwa nikifika Chief alikuwa analazimisha kulala naye na baadaye alikuwa ananifanyia hata kinyume cha utaratibu. Nilikuwa na maumivu sana ambayo nilikuwa najaribu kuyasahau na shindwa. Ndio maana nikaamua kuwa tu mtu wa dini, niwe naomba, niwe nasali ili maumivu yangu yatoke. Ila nilipokuwa nikimwambia mama alinichapa na kuniambia ninyamaze, la sivyo Chief ataacha kutusaidia. Basi Kezaya naye anasema Chief ndio sababu ya yeye kuwa anajiuza. Mwanzoni alikuwa akienda kuchukua fedha kwa ajili ya shule. Chief alikuwa anamwambia kwamba hawezi kumpa hela mpaka awe amemgusa. Na pia alikuwa anamwambia kwamba yeye ana mwili mzuri sana, akiutumia mwili wake vizuri atapata hela nyingi. Hivyo alikuwa anamuunganisha na watu ambao alikuwa akilala nao anapata fedha za kutosha. Kwa hiyo Chief ndio sababu ya yeye kujiuza. Bwana, kumbe adui yao hawa watoto ni mmoja, ni Chief. Yaani Chief ameshagusa kila mtu, amemgusa dada wa katikati na mdogo. Baadaye wakakaa kupanga namna ya kumkomesha Chief kwa sababu ameshajua adui yao ni huyo mmoja. Debbie anasema, hivi kwani tusiende tukampiga mingumi tukamuulia mbali? Anamwambia tulia, relax. Ngoja tupange mpango hapa. Sio kitu lazima utumie nguvu, vingine unatumia akili. Basi baadaye wanamtuma Kezaya. Na Kezaya alipofika akajifanya kama ameenda kumburudisha Chief. Anamwambia Chief, mimi na ndugu zangu tumekukosea sana. Ila mimi nimekuja kuomba msamaha kwa niaba yao. Tusamee, hatujui tunayoyafanya. Chief anamwambia lakini yeye hamuyaoni. Akamwambia hamna Chief, ni vile tu akili za kitoto zinatusumbua. Basi Chief anamwambia mlinzi wake aondoke awaache wawili. Na anamwambia basi nimekuja leo nikuburudishe. Anamwambia sawa, basi twende chumbani. Akamwambia hapana Chief, leo tunafanyia hapa sebleni. Lakini before tujafanya nataka tuongee kitu. Kwa nini unanipenda mimi sana kuliko dada zangu? Na kati dada zangu umeshalala nao. Akasema hamna, wale walikuwa watoto kama huyo Debbie alikuwa miaka 16 tu na huyo Naomi alikuwa na miaka 15. Kwa hiyo nilikuwa na tamaa tu lakini sio kama nawapenda. Mimi nakupenda wewe. Kwa hiyo pale akawa anamuuliza maswali mengi na Chief akawa anafunguka anaongea. Lakini kumbe miwani aliovaa Kezaya ina kamera na tayari unamrecord Chief vyote anavyoongea. Basi baada hapo Chief akamwambia ngoja nikachukue wine kunywe twende kwenye shughuli. Chief alivyoenda kuchukua wine, Kezaya akawa ametoroka.
Basi anafika nyumbani, wenzake walikuwa wanamsubiri. Akamwambia umefanikiwa? Akamwambia ndio nimefanikiwa. Basi walifurahi sana na baadaye wakamtumia chifu zile video. Chifu akawa amekuja. Akamwambia hivi, nyewe mnachukulia mimi mtoto mwenzenu? Mimi nina power. Yaani hata mfanye chochote hamwezi kunifikia. Wakamwambia sawa, hamna shida, nayo unayoongea hapa pia yanarekodiwa. Kwa hiyo ni wewe utachagua tu kimoja. Basi chifu alipoona vile kwamba wamemzidi kote kote, akamwambia mnataka nini? Wakamwambia tunataka milioni 100. Basi chifu baadaye akawa amewatumia hiyo hela kwenye simu. Walifurahi mno, wakalipa matibabu ya mama yao na wakahama huo mji. Wakawa wamehamia mji mwingine na maisha mengine yakawa yameendelea. Asante kwa kusikiliza simulizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata movie zingine tunavyokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Bye.